Kuna story ya jamaa mmoja au mtu mmoja alikuwa anaitwa Ahabu. Sasa huyu Ahabu alikuwa ni mtu maarufu sana, afu pia alikuwa ni mtu mkubwa sana. Ahabu huyu alikuwa ni kiongozi wa taifa fulani miaka hiyo na kipindi hicho. Taifa hilo lilikuwa linaitwa taifa la Israeli. Sasa Ahabu anaingia madarakani baada ya kipindi fulani. Wakati za zamani watu walikuwa wakipeana madaraka kwamba anatoka kiongozi fulani, anaingia kiongozi fulani, anafuatia kiongozi fulani. Sasa ulikuwa ni wasaa wa au wakati wa Ahabu kutawala. Sasa anatawala taifa la Israeli na alikuwa ni kiongozi of course, lakini kitu kinachoripotiwa kwa huyu mtu Ahabu, anaonekana kwamba alitenda mambo mabaya sana katika taifa la Israeli. Kumbuka nazingatia kwamba tunapozungumzia taifa la Israeli tunazungumzia taifa ambalo ni taifa lililochaguliwa na Mungu. Kwa ni watu hawa watu wa Mungu, wamechaguliwa na Mungu na wanamwakilisha Mungu. Kwa hiyo Ahabu anaonekana kufanya mambo ambayo sio ya Mungu. Kwa hiyo anaonekana anatenda mabaya sana mbele za Mungu. Jambo hili linamchukiza Mungu. Sasa Mungu anamtuma mjumbe mmoja ambaye alikuwa anaitwa Elia. Sasa Elia katika kutumwa kwake kule anaambiwa kwamba aende kwa Ahabu. Akishafika kwa Ahabu amwambie kwamba kwa muda fulani au kipindi fulani mvua haitanyesha kabisa. Yaani hamna mvua, hamna umande katika nyakati zake hizo. Kwa hiyo Elia anatoka anaenda kumwambia Ahabu kwamba kwa neno langu hamna mvua, hamna umande wala kitu chochote. Kwa hiyo likatokea jambo hilo, na kweli kauli hii ambayo huyu Elia anaitoa inatimia. Kwa muda fulani mvua hainyeshi katika maeneo yale. Hakukuwa na mvua, hakukuwa na umande. Kwa hiyo nchi ilikuwa na hali mbaya sana, kwamba hali ya njaa, kukawa na mambo mengi ambayo yalikuwa of course kwa sababu hamna mvua. Kwa hiyo kiuchumi of course nchi ilionekana ina mambo ya tofauti na mambo hayakwenda vizuri. Sasa muda unapita. Baadaye neno la Mungu tena linamjia Elia na kumwambiaje? Arudi tena kule kwa Ahabu, akamwambia kwamba kwa neno lile lile kwamba mvua itanyesha tena kwa kipindi fulani ambacho yeye atakuwa ameamua. Sasa nyakati zinapita, zinakuwa mambo yanakuwa magumu. Sasa siku moja Mungu anamwambia kwamba Elia, rudi kule kwa jamaa huyu Ahabu, nenda kamwambie kwamba kamwelekeze mambo fulani, kwa sababu ameacha sheria za Mungu na amewaelekeza watu sehemu tofauti. Sasa rudi, inabidi uende ukatengeneze. Sasa Elia anarudi. Wakati anarudi Elia, njiani anakutana na mtu mmoja anaitwa Obadia. Huyo Obadia ni mtumishi wa huyo Ahabu. Sasa anakutana na Obadia, afa anamwambia kwamba Obadia, nenda kamwambie bwana wako kwamba yule Elia nipo. Yaani Elia kwamba nimerudi. Kumbuka Elia anarudi huku ameshatoa maagizo kwamba mvua inyeshi kwa nchi na hali mbaya sana, na anatoa maagizo kwamba yuko anarudi. Sasa wakati anarudi anakutana na huyu jamaa anaitwa Obadia. Obadia anamwambia kwamba sasa wewe mbona unanielekeza mambo haya wakati unajua kabisa kwamba hili taifa au hii nchi mambo yake umeacha hali ni mbaya, na mimi unanielekeza tena nirudi kwa mfalme then nikamwambie kwamba wewe umekuja wakati wewe huyo ndio umetamka maneno na kule hali sio nzuri. Sasa Obadia anaogopa, anamwambia kwamba hujui kwamba huyu mfalme ametoa kauli kwamba manabii na watu wa namna hii wote wanatakiwa wauawe, lakini kwa sababu hana namna na anamtii Elia, Obadia anarudi anamwambia Ahabu. Sasa Ahabu anazipata habari kwamba Elia anakuja. Ahabu anajipanga kwenda kumlaki Elia. Kwa hiyo nahisi nini kinaenda kutokea hapo? Wakati Ahabu anaenda kumpokea Elia, Elia naye anakuja. Wakati Elia anafika maeneo yale, anaomba jambo moja tu kwa mfalme. Unajua anaomba jambo gani? Anamwambia kwamba hebu nikusanyie watu wote wa Israeli, nikusanyie sehemu moja. Baada ya kunikusanyia, niitie na wale manabii wenu wote wa Baali, yani manabii wote wa Baali muwalete, mniitie, mniweke sehemu moja, afu mnikusanyieni waweke sehemu moja, na tufanye jambo fulani ambalo ni zuri, kwa sababu nyie mmekataa kumwabudu Mungu wa mbinguni na umechagua hao watu wa kina Mabaali hao. Sasa mimi nataka unikusanyie wote hao, uniletee sehemu moja. Ukishaletea sehemu moja, kuna jambo ambalo inabidi tulifanye kwa pamoja. Tukishalifanya sasa tutajua kwamba kati ya mimi ninachokisema na nyie mnachokisema na mnachokiamini kipi ni cha kweli. Sasa huyo Ahabu na hawa wote wanakusanyika pale. Kulikuwa na manabii wa Baali, kuna watu mbalimbali ambao manabii wa Baali walikuwa almost kama watu 400 hivi, 400 hadi 450. Kwa kujumlisha wote kuna kundi lilikuwa na watu 400, then kundi lingine lilikuwa na watu 450. Sasa wote hawa inabidi wajumuike, waungane. Wote hawa wanashindana na mtu mmoja, kitu kimoja ambaye ni Elia. Kwa hiyo hisi nini kinatokea? Elia akawapa maelekezo, akamwambia kwamba ziletwe ng'ombe 2, afu ng'ombe mmoja achinjwe, mmoja kwa ajili yake na mmoja kwa ajili ya hao manabii wa nini? Wa Baali, afu mmoja achinjwe. Anapochinjwa inabidi ajulikane kati ya Mungu huyo wa Baali na Mungu wa Israeli ni yupi sasa Mungu anayefaa, kwa sababu watu hawa Ahabu amewaelekeza kwa Mungu yule wa Baali. Sasa jambo hili linafanyika.
manabii wa Baali wanakutana na Elia pamoja. Zeni yule ng'ombe analetwa pale, anachinjwa na wanatengeneza madhabahu kwa ajili tu, na sharti ilikuwa moja kwamba haya madhabahu na nyama hizi tunazozitengeneza na dhabihu inabidi moto usiwashwe. Kwa Mungu inabidi alete moto, zeni ushuke pale. Ukishashuka pale ule moto ndio uweze kuilamba ile dhabihu na uweze kuteketeza. Jambo hili linatendeka, hawa watu wanafanya hicho kitu. Madhabahu yanatengenezwa, ng'ombe anachinjwa, anaweka pale. Sasa inafika zamu, Elia anawaambia kwamba mwiteni Mungu wenu huyo wa Baali. Kumbuka ni watu wengi sana, takriban manabii 400 hadi 450, wengi sana hawa. Wanafanya kile kitu. Sasa jukumu la kwanza kumuita Mungu ili aweze kuteketeza ile sadaka linaanza. Wale manabii wa Baali wanaanza kuita, ita Mungu, ita Mungu, ita Mungu, ita Mungu, hadi wakachoka. Jamani, waangalia tu pale wanapambana, wanamuita Mungu, omba kwa namna wanavyojua, hamna chochote kinachotokea. Elia akawaambia, labda Mungu wenu amesinzia, jaribuni kumwamsha. Wanajaribu kufanya, wanajikatakata, hamna chochote. Zamu yao ikawa imeisha. Sasa ikafika ni zamu ya Elia kufanya jambo lake na yeye kuimba Mungu wake. Elia anawaambia watu, sasa leteni yule ng'ombe achinjwe, lakini isitoshe anawaambia watengeneze katika zile sehemu, kwamba kwa kadiri ya yale makabila 12 wanatengeneza zile vitu vyote vinavyohusiana na ibada. Anawaambia wachimbe mfereji, lakini pia anawaagiza walete mapipa ya maji, waimwagie ile sadaka, lakini pia maji waimwagie sehemu zote. Wanaweka kile kitu. Kumbuka, wanapomwaga yale maji, zingatia kwamba maji na moto ni vitu vile ambavyo kwa maana hiyo automatically kwamba huenda moto usiweze kuwaka katika eneo hilo, lakini sasa unahisi nini kinachotokea. Kwa hiyo wanamwaga yale maji, kila kitu. Sasa Elia anaenda kumuita Mungu wake ili tu ajulikane. Wale wameshindwa wa kwanza, sasa huyu je, ataitika na atasikia? Hilo ndio swali la msingi la kujiuliza. Elia anaanza kumuita Mungu. Elia anatamka tu maneno machache, sio maneno mengi. Anamwambia kwamba Mungu wa Israeli, kama vile Mungu aishivyo, kwamba naijulikane sasa kwamba Mungu wa Israeli ndiye anayetawala. Na cha ajabu kimetokea, moto unatoka mbinguni unailamba ile dhahabu, ile dhabihu na kuiteketeza kabisa. Jambo la kutisha na la kushangaza. Ndipo sasa Elia, wale watu wote wakakiri na kukubali kwamba kweli Mungu wa Elia ndiye Mungu ambaye anaonekana. Elia anatoa maagizo kwamba hawa jamaa wote, manabii wote, inabidi wakamatwe na wauawe wote, kwa sababu wamefanya jambo ambalo sio zuri hata kidogo. Kwa hiyo jambo hili linatokea. Unajua nini kinachofuatia? Tangazo linatolewa, amri inatolewa, manabii hawa wa Baali inabidi wateketezwe. Hii ndio story iliyokuwa inamhusu Ahabu. Kwa nini Ahabu? Na kwa nini nikuletee story ya namna hii? Ahabu aliwaelekeza wana wa Israeli kumkataa Mungu. Wakati fulani rafiki yangu na ndugu yangu, hawa wana wa Israeli, taifa hili kupitia Ahabu ilielekezwa kuzichagua njia na Mungu wa Baali, lakini Elia anatumwa kwa ajili ya kuja kutengeneza ile nyakati ambazo walikuwa wameharibu. Sasa kitu cha kujifunza hapa ni kimoja. Mungu wakati fulani huenda tukaona mambo yetu hayaendi vizuri sana, na tumejaribu kwa namna nyingi sana na tukaona mambo hamna chochote kinachoendelea. Nikwambie tu kwamba kumbuka ni wapi ambapo umetoka, na nikumbuka ni sehemu gani ambayo umeisahau. Huenda tuna mabahali wengi sana ambao tuko nao, au mabahali wengi sana ambao wametufanya hata mambo yetu haendi vizuri. Elia na neno la Mungu linatuasa na kututii na kutusii kwamba turudi tukumbuke ni wapi ambapo tumepaharibu ili tuweze kutengeneza. Mungu anapotuita tuweze kutengeneza sehemu ambazo tumeziharibu, tukubali wito wake na tuitikie wito wake. Mungu akubariki. Asante sana. Karibu tena kwa stori zingine nzuri.